Taasubi zipi zinazounganishwa na ugonjwa huu wa Kala-Azar hapo mwendo wa saa 5:30. Usikose kuungana nasi kwenye mjadala huo. Lakini sasa tuangazie masuala ya usalama, ambapo katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha mabawabu nchini KNPSW Isaac Ndabwa amewataka waajiri wa walinzi wa binafsi kutekeleza uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama wa nyongeza ya 6% ya mishahara ya kima cha chini cha shilingi 30,000. Ndabwa amewataka waajiri kutii uamuzi wa mahakama, la sivyo watagoma, akitoa notisi ya mgomo kuanzia Jumatano ikiwa walinzi hawatapata nyongeza hiyo mwisho wa mwezi huu. Tunashukuru sana wale ile court ile ili award ile main mambo ya status quo katika 30,000 kwa mambo ya bawabu. Hiyo mambo ya 30,000 tumeongea, tumerudia na bado tunasema hiyo ndio pesa tunataka bawabu wafanye nini? Wapewe. Number 2, nataka nitoe onyo kwa employers. Tunajua vizuri katika nchi ya Kenya tuko na labor center, tuko na ILO conventions, kuna sheria ambazo tunatumia sisi kama wa Kenya as opposed to other countries. Sisi kupitia kwa uongozi bora wa KOTU, the structures zetu za industrial relations are workable, they are working. So nataka niombe employers wawache mambo ya ignorance, wa invoke hizi departments, hizi instruments za negotiation discussions, ili mambo ingine wasikimbia wapi? Kotini. Kotini they are wasting time. Hakuna suluhu itatoka kotini bila sisi kukaa chini tufanye nini? Tuongee. Sasa hizi wakati wamekimbia kotini, niliwaambia tuje tukae nao chini hao employers, na wakakimbia wapi? Kotini. Sasa hizi wameambiwa ya kwamba hiyo mambo walikuwa nasema kotini wanapinga mambo ya 30,000 ni null and void. So status quo imefanya nini? Imebakia. Na watalipa na arrears. Sio kweli? Yeah. Sasa watalipa na arrears. Shirika la kitaifa la ukaguzi wa afya ya mimea KEPHIS limetangaza kuwa itatekeleza ukaguzi wa meli na makontena kuanzia Machi